Jina lako litukuzwe Bwana. Jina lako liabudiwe Yesu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, unastahili heshima. Rikata ya labasiki nima lakote pelesiki ataya. Ramaziki shilalabazaya rabaganto ribabozaya. Unastahili kuabudiwa Bwana asubuhi ya leo. I bless your holy name, Lord. I honor your name, Jesus. I glorify your holy name, Master. Rapasata ya rabaganto ribabozaya. Masakata ya labaziki shila rabaganta ya rababozaya. Lord, open our eyes, Jesus. Open our eyes of understanding, Jehovah Father, that we're gonna know, Jehovah God, your will, that we're gonna understand your will, Master, in the name of Jesus. Ripasata ya balakata labaziki. Ilama handi ribabozia rabaganti ribabozika. Shalabaziki shiala rabaganti ribabozia na. Masata ya labaziki shiala talabaganta. Mighty, mighty, mighty is you, Lord. Worthy, worthy is you, Jesus. Glorious God is you, Father. This morning you are worthy all the praise. This morning you deserve our worship. You deserve our worship this morning. You deserve our praise this morning. You deserve our praises. You deserve our prayers in the name of Jesus. Masata ya labaganta ya rabaganta. Umekuwa mwema, umekuwa kimbilio Mwokozi. Umekuwa msaada wetu, umekuwa tumaini letu Bwana. Tunatamani kukujua zaidi. Tunatamani kukuelewa zaidi Jehova. Tunatamani kutembea na wewe Bwana. Tunatamani kuona uso wako Bwana. Tunatamani kushikamana na wewe. Funua Bwana njia zako. Funua njia zako kwetu Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Funua mausia yako kwetu Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Rika masata ya rabaganta rababozaya. Achilia jana kiu Bwana ya kutafuta uso wako. Achilia jana kiu Bwana ya kutafuta uso wako, ya kukujua Mwokozi. Kama vile Daudi alisema, kama hayala haionavyo shauku mito ya maji, hivyo ndivyo nafsi zetu Bwana zinakuonea kiu. Hivyo ndivyo nafsi yangu inakulilia asubuhi ya leo. Hivyo ndivyo nafsi yangu inakutazama asubuhi ya leo. Wewe uliye mwamba wa maisha, unaituliza mioyo ya watu wako, unaiponya mioyo ya watu wako, unainua watu wako Jehova. Wewe kimbilio letu, msaada wetu wa karibu Bwana, ni wewe Bwana. Tunakukimbilia asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Santa ya rabababuziki. Rabababuzaya rabaganta. Masata ya rabaganto ribababuzaya. Rakapasata ya rabaganta. Masata ya rabababuzia. Rakapasanti ribabuziki. Shanta ya rabaganti ribababuzaya. Mighty, mighty is you, Lord. Holy, holy is you, Jehovah. Glorious God, you are blessed. Blessed is you, Jehovah Master. Worthy is your name, King of Kings. Wanao kukimbilia Bwana wanakuwa salama. Wanao kukimbilia wanakuwa salama. Wanao kuita Bwana wanakuona. Unasema nitafuteni madamu unapopatikana. Sisi Bwana asubuhi ya leo Bwana tumekuja Bwana tupatane na wewe katika jina la Yesu Kristo. Shanta ya rabaganti ribabozaya. Masakata ya rabaganta. Masikiti ribabozaya talabaganda. Illuminate Lord unto our path. Muliki maisha yetu Bwana katika jina la Yesu Kristo. Ongoza maisha yetu Bwana. Ongoza maisha yetu. Ongoza njia zetu Jehova katika jina la Yesu. Shanta ya rababababoziki. Shakata ya rabaganta ya mamamaziki. Ripasa ya talabaganda. Masata ya rabaganto ribababozaya. Ongoza hatua za miguu yetu Bwana. Ongoza hatua za miguu yetu Baba katika jina la Yesu Kristo. Bwana tufunze njia zako. Tufunze njia zako Bwana. Tufunze njia zako Simba wa Yuda. Rapa saka salataya masiki.
Rapa sata ya labakantoria bazaka. Through prayers, my God, I see you are doing great things. I see you doing great things. I see you uplifting our standard. I see you, Lord, uplifting our spirituality in the name of Jesus Christ. Lapa sakataya, kupitia maombi Bwana unainua maisha yetu, because there is power in prayers. There is power in prayers. There is power in prayers. Kuna nguvu katika maombi Bwana. Wote Bwana walie kukimbilia, walie ingia deep, walie nyenyekea kwa maombi, walie shuka kwa maombi, ulitenda mambo makubwa Bwana. Unasema katika neno lako ya kwamba kama watu wangu walioitwa kwa jina langu wataweza kujinyenyekeza na kutubu dhambi zao na kusiacha Bwana na waombe, wewe ukiwa juu mbinguni utasikia Bwana na kuponya nchi yao Jehova. Oh my God, asubuhi ya leo Bwana tunashuka kwako, tunashuka mbinguni pako Bwana na kunyenyekea Bwana na kuliita jina lako, na kuliita jina lako. Jina lako ni ngome imara Bwana. Wenye haki wanapolikimbilia wanakuwa salama, wenye haki wanapolikimbilia wanakuwa salama. Asante Mwana wa Mungu, asante Simba wa Juda. Jina lako libarikiwe, liinuliwe katika jina la Yesu. Oh hallelujah. Rapa shataya, katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Amen. I want us to share the word of God. Ningependa tukaweze kushiriki neno la Mungu kuhusu maombi. There is power in prayer. There is power in prayer. There is power in prayer. I want us to share the word of God. We're going to look, we're going to see in the book of 1 Kings, chapter number 18 and verse number 1. Yeah, hallelujah. Ni baada ya Elijah kutabiri na akaongea na kanena, akasema ya kwamba hakutaweza kuwa na mvua wala umande mpaka wakati nitakaponena. Kwa sababu ukisoma hiyo story utaona ya kwamba wana wa Samaria walikuwa wamemwasi Mungu, walikuwa wameingizwa katika ile hali ya kuabudu miungu ya sanamu, miungu ya bahari, kupitia huyu mke wa Ahab anaitwa Jezebel na manabii wake wa uongo. Walikuwa wameingiza watu kuabudu miungu mingine, na kwa hivyo watu wakapotea njia. Kwa hivyo watu wakaweza kumwacha Mungu, na Biblia inasema ya kwamba Elia naye alikuwa mtumishi wa Mungu nyakati zile, akaweza kugadhambika ndani yake, akaisi, akasikia hasira. Na ni vizuri mtu wa Mungu tukaweze kuwa tofauti. Kile kinafurahisha wengine, anasa na furaha na mambo ya ulimwengu hii, sio mambo yetu ya kutufurahisha sisi kama watu wa Mungu. Kuna yale mambo yanafaa kuwa yanatufurahisha. Kuna ile mambo inafaa kuwa yanatupatia mtisha. Kuna ile mambo ambayo inafaa kuwa ndio tunasimama kwalo. Elijah akakadhibika, akasikia vibaya, akasema hapana, enough is enough. Haitaendelea namna hii, haitaendelea namna hii. Na ni vizuri mtu wa Mungu, hata wewe wakati mwingine unasimama kwa familia yenu unasema ya kwamba it is not going to be like this. Haitakuwa namna hii. Watu wetu watakufa namna hii. Familia yangu haitakaa namna hii. Akasimama. Biblia inasema ya kwamba akasimama akasema no. Why? Because mahali ulipo Mungu amekuweka pale kama mwakilishaji. Mahali ulipo Mungu akikuangalia anaona ya kwamba ni wewe uko na jibu. Ni wewe uko na jibu ya mahali pale. Haijalishi ni kuolewa umeolewa hapo, haijalishi ni kuoa umeoa hapo, haijalishi ni kushiriki unashiriki ama kazini, wewe uko na uwezo wa kusimama mahali pale na kuchukua shukani. Na kama hapa ulimwenguni ni sisi tumewekwa mahali hapa ili tukachukua shukani. Ni sisi ambassadors, sio wanasiasa wanatawala, sio wanasiasa wanaongeza, sio wanasiasa wako na jibu. Watu ambao tumeokoka, watu ambao tumeitwa na Mungu, ni sisi tuko na jibu. Biblia inasema ya kwamba baada ya hizo siku nyingi, ukisoma pale
Wafalme wa kwanza sura ya 18. Utaona ya kwamba Biblia inasema baada ya siku nyingi, Biblia inasema ya kwamba and it came to pass after many days that the word of Lord came to Elijah in the 3rd year, saying, Go, show thyself unto Ahab, and I will send rain upon the earth. Kumbuka, siku ya leo nataka kuongelea kuhusu ya kwamba power of prayer, nguvu za maombi. Wacha nianze kwa utangulizi ya kwamba mtu wa Mungu, haijalishi ni nini kilisemwa, haijalishi Mungu alikuambia nini, haijalishi Mungu alikuambia utafanyika nini, haijalishi manabii walisema utafanyika nini, haijalishi ni mtoto gani uliweza kuona, haijalishi ulisikia sauti ya namna gani, hiyo sauti haitaweza kutimia pasipo maombi. Hiyo sauti haitaweza kutimia. Hayo mambo yalinenwa hayataweza kutimia pasipo kuwa kuyafuatilia kwa maombi. Tazama hapa, Biblia inasema ya kwamba Elijah akaambiwa aende akajionyeshe. Na Biblia inasema ya kwamba ukiteremka pale chini, Mungu alimwambia nitatuma mvua. Lakini utaona ya kwamba wakati Elijah alienda mahali pale na akaweza kujionyesha, ukiteremka chini kabisa mistari huko ya 40, Biblia inasema ya kwamba hata wakati Elijah alijionyesha na akafanya mambo yote yale yalikuwa yanastahili kufanywa, kwa sababu ili kile Mungu amesema atafanya, ama kile ambacho kimetaribiriwa katika maisha yako, ama kile ambacho uliona kinafuatwa na baadhi ya mambo fulani, utaona ya kwamba kuna mambo Elijah alifanya. Utaona ya kwamba halifunja madhabahu zile zilikuwa za bahali na akajenga madhabahu mengine, akaweza kuandalia Mungu njia mahali atapitia. Na Biblia inasema kweli kabisa moto ukashuka. Lakini baada ya moto kushuka, utaona ya kwamba bado mvua haikuweza kunyesha. Biblia inasema ya kwamba Elijah akaenda kwa maombi. Nataka kukuonyesha kitu mahali hapa, because I want us to know, and I want us to know ya kwamba there is power in prayer. Ukisoma mahali pale, utaona ya kwamba Elijah haliweza kuomba ili mvua ikaweza kunyesha. Hata kama alisikia sauti ya mvua, hata kama Mungu alimnenea hiyo mvua ikunyesha, ilibidi Elijah aombe. Na ndipo nataka kuonyesha pale, ukisoma Yakobo, James chapter number 5, ukienda pale mstari wa, nataka tuangalie mstari wake ni wa 10 na ngapi, na 7. Biblia inasema ya kwamba Elijah was a man subject to like passion as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. Amen. Biblia inasema ya kwamba wacha tuteremke mstari mwingine wa 18. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba baada ya Elijah akadeclare ya kwamba hakutaweza kunyesha, na Mungu akamnenea kwamba sasa kutanyesha, endo kajionyeshe. Biblia inasema ya kwamba baada ya kudeclare, soma pale mstari wa 17, wakati alideclare kwamba hakutanyesha mpaka niseme neno langu, alienda akaomba. Hakumalizia pale kwa kudeclare. Praise the name of God. Alienda akaomba. Biblia inasema ya kwamba and Elijah prayed. Elijah akaomba honestly, kwa bidii, ili mvua isinyeshe. Kwa sababu mvua ingenyesha angeaibika. Kuna mambo tulishasema, lakini kwa sababu hatujasimama kwa nafasi, yale mambo yanafanyika na tunaaibika. Nataka kutangaza ya kwamba mtu wa Mungu, nataka uelewe there is power in prayer. Wakati aliomba, Biblia inasema mvua haikunyesha. Amen. Wakati aliomba, mvua haikunyesha. Na Biblia inasema ya kwamba baada ya Mungu kumwambia endo kajionyeshe, Biblia inasema ya kwamba he prayed again. Elia akaomba tena, na ni Mungu amenena. Angekaa chini asema kama wengine, unaona ya kwamba hii itafanyika, niliambiwa, daktari alisema, wacha nikwambie mtu wa Mungu, inaweza kosa kufanyika. Elijah aliomba tena. Biblia inasema Elijah akaomba, he prayed earnestly, mvua ikanyesha, ili mvua ikaweze kunyesha. Na utaona ya kwamba ilikuwa imekawia, ilikuwa imekaa mpaka anaambiwa haitanyesha, anaambiwa hakuna kitu kinaonekana, mpaka akaomba mara 7 mvua ikanyesha. Bwana asifiwe sana.
alifuta that rain. Amen. Alifuta hiyo mvua through prayers. Akaifuta na ikaweza kunyesha. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, there is power in prayer. Kuna mambo mengi ambayo hatujayapokea. Kuna mambo tuliyaona, kuna mambo tuliombewa, kuna mambo tuliambiwa. Oh my God, but without prayers hajawezi kuweza kutimia. Ni mpaka tukaweze kuomba. Hallelujah. Na Biblia inasema nini? Maombi ya mwenye haki akiomba kwa bidii. Na ukisoma pale utaona that prayer imeunganishwa na faith. So naongea maombi ya imani. Maombi ya imani. Bwana asifiwe sana. Imani plus prayers. Ama prayers plus faith. Maombi. There is power in prayer. Utaona ya kwamba kuna watu wengi walipoteza vitu zao kwa sababu ya kukosa kuomba, na kuna watu wengine walipata vitu vyao through prayers. Kuna watu waliweza kudownload divine secrets of God through prayers. Biblia inasema ya kwamba nataka tuangalie pale Matendo ya Mitume. Bwana asifiwe. Nataka tuangalie Matendo ya Mitume 12:5. Acts of Apostles 12 verse number 5. Inasema namna gani? Yes, ukianzia pale 4 utaona ya kwamba Herodi alinyosha mkono wake kutesa kanisa. Amen. Ukisoma kuanzia mstari wa 4, Biblia inasema ya kwamba kuna mambo aliweza kufanya. Ukianzia hata mstari wa 1 utaona alinyosha mkono wake. Alinyosha mkono akaweza kuanza kutesa kanisa, na akashika Yakobo. Wakati alishika Yakobo akamkata kichwa. Kwa sababu kanisa alikuomba, akamkata kichwa. Biblia inasema akamkata kichwa, akakufa. Amen. Na utaona ya kwamba Biblia inasema pale tena, ukiteremka chini, akaweza kumshika hata Peter. And the Bible says, verse number 5, Acts of Apostles, chapter number 5 and chapter number 12 and verse number 5. Then Peter was kept in prison, but somebody say but prayers was meant without ceasing of the church unto God for him. Amen. Lakini wakati Peter alishikwa akawekwa gerezani, Biblia inasema ya kwamba lakini maombi ilifanywa. Bwana asifiwe. Maombi ilifanywa kwa sababu yake na kanisa without ceasing. Tazama, wa kwanza ameshikwa, amekatwa kichwa na ameenda, na ni mtu wa Mungu. Lakini kanisa likaomba wakati Peter alishikwa, likafanya maombi. Biblia inasema kanisa likaomba maombi kwa juhudi, likafanya maombi kwa Mungu without ceasing. Na Biblia inasema ukiteremka pale chini mahali, Biblia inasema utaona Peter alishikwa akawekwa ndani ya gereza, mahali pasiri, mahali padani sana, na akalindwa kabisa, na akawekewa maaskari. Akawekewa maaskari. Mahali Peter alikuwa amewekwa hakuna mtu angeingia mahali pale. Lakini nataka nikuambie, mahali mwanadamu hawezi akaingia, mahali masomo hawezi kaingia, mahali elimu hawezi kaingia, maombi inaweza kaingia pale. Biblia inasema mahali alikuwa amewekwa, amelindwa. Power. Naongea kuhusu power of prayer. Nataka nikuambie kitu hapa, mtu wa Mungu. Nataka nikuambie kitu hapa, ufunuo hapa. Prayers activates, empowers our angels. Kuna malaika Biblia inasema malaika ni watumishi wetu. Lakini nataka nikwambie malaika wale ambao wamepeanwa kwako ili wakaweze kusupply, ili wakaweze kukuhudumia, ili wakaweze kukua pamoja na wewe, yanakuwa activated, yanapewa nguvu wakati unaomba. Believe you me or not, yanapewa nguvu through prayers wakati unaomba. Utaona wakati aliomba, Biblia inasema wakati waliomba malaika wa Bwana akashuka. So mara ya kwanza malaika alikuwa tu ako pale, anasema singeomba huyu Yakobo angekatwa kichwa. Lakini wakati malaika akashuka, Biblia inasema akaingia ndani mahali ambapo kulikuwa ndani mahali ambapo mwanadamu hawezi akaingia, but because of prayer malaika akaingia pale. Na wakati malaika aliingia pale, Biblia inasema ya kwamba akaweza kumuamsha Peter na akamtoa. Malaika akakuja akafungua mlango wa kwanza, akafungua mlango wa pili. Biblia inasema mlango wa 3 ambao ulikuwa wa chuma, ambao ni gate kubwa, lango la kuelekea mjini, likajifungua lenyewe. Kuna mambo mengine hautangangana,
Kuna mambo mengine hautajipigania wakati utaingia katika maombi. Our battles, our fight, our fight, atupigani na mwili. Amen. Atupigani na nyama na mwili, tunapigana kwa maombi. Kuna vitu vingine, kuna vita vingine ambavyo viko vimeandaliwa katika ulimwengu wa rohoni, lakini wakati umeingia pale na tumetambua, and we going to pray in the name of Jesus. We going to pray. Amen. Biblia inasema ya kwamba nguvu za Mungu zikashuka, malaika akafungua na gate kajifungua yenyewe. Ile inaelekea sokoni ilikuwa ya chuma, ikanjifungua yenyewe. Kuna milango mingine tajifungua yenyewe because of power of prayer. Because of power of prayer. Because of power of prayer. Kuna milango zingine zitaweza kujifungua. Praise the name of God. Biblia inasema Peter akaweza kuwekwa huru. Ukisoma Waefeso, hiyo ni Ephesians. Ukiangalia Waefeso mstari Waefeso sura ya kwanza. Waefeso sura ya kwanza. Waefeso sura ya kwanza. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 15 kuteremka. Paulo anasema nini? Wherefore I also after heard of your faith and the in the Lord Jesus and love unto all saints. Wakati niliposikia imani yenu na upendo wenu katika Bwana na katika watakatifu wote, vile mnapendana, vile mnawapenda. Nasema I cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Amen. Nikiwataja kwa Bwana kila wakati. Kwa nini? That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Tushikilie pale. Na waombea kila wakati ili Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape nyinyi roho ya hekima. Kwa hivyo roho ya wisdom inapatikana through prayers. Na ndio maana hata Biblia inasema ya kwamba asiye na hekima na aombe. Kwa nini? Nikajiuliza kwa nini Mungu afanyi mambo mengine? Kwa nini Mungu afanyi? Nilisoma kitabu cha Jeremiah nikashangaa sana. Jeremiah 33 verse 3. Inasema call unto me and I will answer you. I will show you great things and mighty things you do not know. Sana jiuliza kwa nini Mungu asituonyeshe tu kama hatujamuita? But nikakuja kuelewa there is a protocol. Kuna protocol pale mbinguni ambayo inahusu lazima uombe. Kuna vile imewekwa. Ndio maana Yesu alikuwa anashinda akiomba sana na alikuwa mwana wa Mungu. Why? Alijua kuna protocol imewekwa ambayo haiwezi ikapitwa. There is power in prayer. Biblia inasema ili Mungu awapatie roho ya wisdom. So wisdom inapatikana through prayers. Tunaona revelation inapatikana through prayers. Wakati umeingia katika revelation ama prayers, deep prayers, of course nitakuelezea wakati mwingine through kuhusu word, because this revelation hii revelation tunaipata through mambo mawili. Through meditation of the word of God. There is 3 levels of word of God. Nitakuelezea. Jambo la kwanza through word of God ni ile reading the word of God. That is the first level. The second level ni ile Timotheo aliambiwa ya kwamba study this word of God to show yourself, to prove, study. Kuna second level is studying the word of God. But the highest level is meditation. Joshua akaambiwa ya kwamba, Joshua sura ya kwanza mstari wa 8, ya kwamba let this book of law not depart from you. Meditate upon it. Meditate. Ya kwamba meditate kuihusu hiki kitabu usiku na mchana. Usiende mkono wa kulia wala mkono wa kushoto. Nawe utaweza kufaulu. There is power in meditation. Na hapa tunaona ya kwamba through prayers, ya kwamba Mungu awapatie nyinyi
roho ya ufunuo na knowledge, ufahamu, through prayers. Sikia number 18. We are in Ephesians chapter number 1. Now we are in number 18. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saint. Ili mkaweze kujua macho yenu, msari unasema ili macho yenu nao ni watu ambao wameokoka, watu ambao wameonekana wako na upendo na wameonekana wako na imani ndani ya Kristo, but their eyes was not enlightened. They needed the light, the Lord, to illuminate unto their path and to open their eyes through the light. Maana sifie sana. So utaona ya kwamba the word of God is the light, but that light goes hand in hand with prayers. You cannot understand the word of God without prayers. Prayers inafanya mambo makubwa sana. Na ndio maana hata Yesu akawaambia ya kwamba pray so that you go not enter in temptation. Ukisoma pale utaona mambo mingi sana ambayo iko mahali pale. Ukisoma kitabu cha Kings, utaona ya kwamba Biblia inasema ya kwamba mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Elisha. I love Elisha so much. Elisha was the prophet of God ambaye alitembea na the highest level of vision, ama the spirit of prophecy. Alitembea nayo kwa hali ya juu sana. Alikuwa level yake anatabiri, alikuwa international, alikuwa hatabiri kule chini. Alikuwa anatabiri mautabiri ya kufikia wafalme. Utaona ya kwamba alikuwa anasema, ana guide mpaka mfalme wa Israeli. Anamwambia, ambia majeshi yako wasipitie mahali fulani. Why? Because wamengojewa, wakipitia pale watauliwa. Alikuwa amefika hiyo kiwango cha kudeal na maunabii ya kiufalme. Tazama wakati kulikuwa na njaa, wakati watu walikuwa nakula vichwa vya punda, na mfalme akawa amefika mwisho, hakuna vile anaweza akafanya. Yeye ndiye alitumika kutabiri, na akasema ya kwamba kesho kesho masaa kama haya, tomorrow, kukiwa na njaa kubwa sana, unga safi itauzwa hapa. Why? That man of God knew the power of prayer. Why? Ukisoma pale Kings, Biblia inasema ya kwamba eti wakati alikuja kutaka kushikwa wakiwa na mtumishi wake, Biblia inasema mtumishi akaamka asubuhi kwenda akapata majeshi wa Asiria wamezunguka nyumba yao, wanataka kushika Elisha, kwa sababu amekuwa yeye mwenyewe anasema mambo makubwa sana na anatoboa siri zao. Maana sifiwe sana. There is no one can fight a man of prayer. Let me tell you. Wakati huyo mtumishi aliona na akarudi akamwambia, sasa tunakufa, tunaangamia, sisi hatujui tuende pa. Biblia inasema ya kwamba the man of God Elisha, the man of God Elisha prayed to God. Akamuomba Mungu, akamwambia nini? Akamwambia, Mungu, ninaomba ukaweze kumfungua huyu jamaa macho yake. Praise the name of God. Mfungue macho yake, hili akaweze kuona. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni 2 Kings chapter number 6. Ukisoma kuanzia number 15. But ukisoma first number 16, wakati huyo mtumishi alilete report akamwambia tunaenda kukufa, Biblia inasema ya kwamba and he answered, mtumishi wa Mungu Elisha akamwambia, he answered, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. Why? Alikuwa because of prayers, macho yake yamefunguka, anaona ulimwengu wa rohoni,
anaona malaika wanaomlinda, anaona majeshi wanaomlinda. And the Bible says, ili kwa sababu nikwambia we are speaking about power of prayer. Biblia inasema ya kwamba and Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened his eyes of the young man, and he saw, and beyond, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Bwana asifiwe sana. Amen. Alipoombewa, mahali ametoka pale nje, akaambiwa arudi pale. Wakati alirudi pale, mahali alikuwa ameona shida, kilio, mateso, kuna vitu zingine, kuna watu wameacha hata baraka zao. Kuna watu wamekimbilia wakaacha vitu zao, baraka zao. Why? Because of lack of prayer. Because vile wanaona kuna vitu kuna another kuna something else ambao iko mahali pale, lakini hawajaiona. Why? Because of lack of prayers. Wakati aliomba akarudi pale, wakati aliombewa akarudi pale, Biblia inasema alisema nimeona majeshi wa moto, na walikuwa tu pale, si eti walikuja saa hiyo, walikuwa tu pale, but alikuwa hajawaona. Kuna familia zingine watu wanapigana, wanalia, ni kwa sababu ya kukosa prayers. Kuna vitu vingine ziko tu pale karibu na wewe. Wakati tutaomba, tutaingia katika realm ambazo ni zetu. Tutapokea kilicho chetu through prayers. Let's say you have not, you hamuna because you don't pray. Bwana asifiwe sana. There is power in prayer. Kwa siku ya leo nataka tushikilie hapo, because even tomorrow tunaendelea, lakini nataka nikwambie there is power in prayer. Na kuna siri kubwa sana imetumwa pale. Nimekuambia prayers kuna mambo kama 5 inafanya, lakini kuna jambo hii kubwa ambao ina activate your angels. Wakati angel akuwa weak, wakati unasidi kwa Danieli aliomba, wakati alikuwa anaomba kwa sababu wakati alipewa majibu ilipeanwa siku ya kwanza, lakini ikashikiliwa na mkuu wa anga, akawa ameshika. Lakini Danieli akaomba. Saa hiyo malaika yule alikuwa pale hako weak, akaomba kukatu malaika mwingine akatumwa ambaye ako na nguvu, akakuja akapigana. Alipopigana akaachilia huyo mwingine, akapeleka ripoti na akakaa pale. Nataka kuonyesha vile falme za giza ziko na uwezo, lakini tumezishinda kwa jina la Yesu. Ziko na uwezo. Imagine malaika ametumwa na Mungu, amezuiliwa. Kuna kuja malaika mwingine anasimama pale, huyo mwingine huyo alikuwa pale amezuiliwa, hapeleke message na angojewe pale, kwa sababu kuna uwezo apeane message na azuiliwe kurudi. Kuna vitu vyako vinaweza kuwa mahali vimekamatwa, but the power of prayer, raka pasata ya maka kose peletika rikia tolima zana sikato rapa pasoke mali makopelo setia repe nazika shaka taya rapasiki marepe sotoya kata laka parakada raprimesto taya rapikatoze pelenita rakato ya zina taya. Lazima tuingie katika realm zetu. Through prayers. We will not keep quiet. We will not be silenced. We're going to call upon the name of God. Lord, we thank you. We give all the praise. Na kuombea katika jina la Yesu Kristo. May the grace of prayer rest upon your life. May the grace of prayer, the grace of seeking the face of God, rest upon your life in the name of Jesus. I declare in the name of Jesus, even now as we wake up, I want us to pray. Chochote ambacho chako kimezuiliwa, mlango ambao umezuiliwa, chochote ambacho kimeshikiliwa, kama Peter wako amezuiliwa mahali gerezani, we send the power of prayer katika that gereza, in that prison, in the name of Jesus. We declare loose in the name of Jesus chochote ambacho kimeshikwa, na tutaenda kuwa na testimony through prayers.
mambo yetu imefunguka. Mahali kulikuwa na vita, mahali kulikuwa na shida, mahali kulitangazwa, mahali lineno ya kwamba hautaingia, mahali litangazwa na madaktari. Mahali madaktari ni wazuri, lakini hata kama walisema nini, hata kama ilisemekana nini, through the power of prayer we declare otherwise in Jesus mighty name. Na tunatangaza uzima, kila vita, kila kilio, kila masumbufu through the power of prayer in the name of Jesus. Naombea mtu uko mahali pale, ulikuwa naomba, ulikuwa naenda milimani, lakini ya kwamba haukuwa unajua, kwa sababu nikuambia ya kwamba shetani anaweza ruhusu hata uombe, shetani anaweza ruhusu hata ujibiwe maombi, lakini kile shetani hataki ujue, na ushike hii vizuri, kila hataki ujue ni ya kwamba there is power in prayer. Hataki ujue there is power, hataki ujue, na hataki ujue ya kwamba there is protocol ambayo imewekwa biguni through prayer. Chochote kilinenwa, hata nitakusomea wakati mwingine mahali pale, hata wakati ilitangazwa Yesu atazaliwa, Yesu hakuzaliwa tu hivyo. Kuna watu walikaa hekaluni wakiomba, wakimuitisha. Nikwambie hivi, nataka ushike hii point na uiweke mahali. Uiweke hii point mahali in the name of Jesus. Nikwambie, hakuna kitu Mungu huwa anafanya hapa duniani isipokuwa kujibu maombi. Chochote unaona ni maombi imejibiwa. Wewe ambao umepata mchumba, ni maombi imejibiwa ya huyo brother. Wewe umepata, kama wewe ni msichana, ni maombi yako imejibiwa. Maombi ndio huwa inajibiwa. Mungu afanyangi kitu kingine, ni prayers. Maisha mengine unaona tukiishi ni ile maombi tuliomba, ama yale maombi tuliombewa. Na Biblia inasema ya kwamba Yesu amwambia Peter, shetani ameomba nafasi akupepete kama ngano, lakini nimekuombea. Wakati shetani aliomba nafasi hakunyimwa. Kwa hiyo Peter angeweza kupepetwa, lakini Yesu alimuombea Peter. Na akasema hata saa hii anatuombea. Imagine, the Bible says he is the priest ambaye hata saa hii is praying for us. Imagine, kuna nataka Mungu atufungue macho ya rohoni tujue kwani hii maombi ni nini. There is power in prayer. God bless you so much. To meet kesho, tuendelee na tutaweza kubarikiwa katika jina la Yesu. Lakini kasema ya kwamba lazima tutaongea na tutaomba, na baadaye tutaweza kusonga. Hatutazimwa na chochote katika jina la Yesu Kristo. So God bless you so much, and God do you good in the name of Jesus. Amen and amen. Glory be to God. Hallelujah.